Amina, Bwana asifiwe. Basi leo tena tutaendelea na somo letu la upendo ambalo tulianza nalo kipindi kilichopita, ambalo ujumbe kuu unatoka katika Luka 10 mstari wa 27, ambapo unasema, akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na roho yako yote na nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Tutaruka kidogo, tutaenda pale mbele kidogo kuanzia mstari wa 30 mpaka 37. Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakamwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando, na Mlawi vivyo hivyo. Alipofika pale akamwona, akapita kando. Lakini Msamaria mmoja akapita kusafiri. Katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2 akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonaje wewe, kati ya hao watu watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia katika wanyang'anyi? Yesu akasema, ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema tunaendelea na somo letu la upendo ambalo tulianza nalo kipindi kilichopita. Tulianza msingi mkuu wa upendo na faida za upendo, na tukaona kwamba huu mwaka Mungu anataka watu wapendane, waishi kwa upendo, na tukiishi kwa upendo Mungu ataamuru baraka kati ya kila mtu. Na nikawa nimesema kwamba unaweza kumchukia mtu, kumbe baraka zako au majibu yako kwa yule mtu unayemchukia. Kwa hiyo tukawa tumeongelea vitu kama hivyo, lakini leo nataka tuendelee mbele kipande cha pili, kwamba na amri inayofuata, na ya pili yake nasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Na hizo ndio amri 2 kuu ambazo Yesu alizisema, kwamba ukizizingatia tu hizo amri 2, amri nyingine zote zinamezwa na hizo amri 2 za upendo, kwamba upendo unameza amri zote. Mtu akiwa tu ana upendo, huwezi kumchukia mtu, huwezi kumpiga mtu, huwezi kuua, huwezi kufanya, yani amri zile nyingine zote zinakufa ukiwa na amri moja, ukizingatia amri moja kubwa ya upendo. Sasa leo tunataka tuangalie kipengele cha pili kipengele B chake ambacho jirani yako ni nani? Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mwanasheria yule alitaka kujiridhisha atambue jirani yake ni nani, na inawezekana yule mwanasheria alikuwa anaelewa jirani kama tunavyomwelewa sisi. Sisi tunamwelewa jirani kwamba ni mtu yule wa karibu, na yule mwanasheria alikuwa anajua kabisa kwamba jirani yake ni yule mtu wa karibu yake, ambao kama ni nyumbani, nyumba ya jirani yule unamhesabu kama ni jirani yako. Kama mmepanga wote nyumba moja, unamhesabu kama huyu ni jirani yangu. Kama mnaishi pamoja mitaa hiyo ya karibu naye, inaonyesha kama ni jirani. Lakini Yesu akaleta tafsiri tofauti, kwamba jirani yako, jirani wa mtu sio vile kama sisi tunavyofikiria kwamba tu ni kwa jirani, nyumba ya jirani basi, au ofisini jirani na ofisi ya jirani, ndio tunavyoelewa sisi. Lakini tafsiri ya halisi ya jirani ni mtu yule ambaye mnaonana. Yesu akatoa tafsiri kwa mfano, kwamba mfano unajibu kwamba jirani yako ni mtu yule ambaye mnaonana muda wote, unaikuwa umeonana, mtu yule ambaye uko naye
kwa wakati huo, na labda anahitaji msaada, au wewe unaweza kumsaidia, au yeye akakusaidia wewe unapokuwa kwenye shida. Jirani ni mtu yule mwenye shida, mwenye tatizo, ambaye anahitaji msaada kutoka kwako, ndio jirani. Sio tu kuwa yule mtu wa karibu yako, naye pia ni jirani kwa tafsiri zetu, lakini jirani halisi ambaye Yesu anamzungumzia kwa mujibu wa Biblia ni yule mtu mwenye uhitaji alafu ukamsaidia, ndio jirani yako. Ndio maana Yesu akatoa mfano kwamba yule mtu alikuwa anasafiri akakutana na wanyang'anyi njiani, wakamnyang'anya, wakampiga, wakamuumiza, wakamtesa, wakamwacha hapo. Akaja mtu mmoja kuhani, akapita jirani, akamwangalia karibu pale, alipomwona akapita kando, akapita pembeni, akamwacha. Akaja tena wa pili, akamwangalia, akapita kando. Akaja watatu Msamaria, alipomwona akamwonea huruma, akamsaidia, akamuinua kanani. Yesu mwishoni akasema, sasa kati ya hao watatu jirani wa yule mtu alikuwa ni nani? Kwa hiyo jirani ni mtu yule, ujirani ni ile kusaidiana, ndio jirani. Yule mtu ambaye uko naye, mmekutana hata mfahamiani, umeenda sehemu za mbali, umesafiri, umeenda sehemu tofauti, lakini ukakutana na mtu ana shida. Umekutana naye mtu njiani ana shida, hana namna, hana msaada, ukamsaidia, huyo ndio jirani yako. Kwa kifupi, jirani ni mtu yule ambaye uko naye kwa wakati huo, pia anahitaji msaada, ndio jirani yako. Hata kama mfahamiani, mfahamu jina, mfanye mradi tu uko naye hapo, unamuona ana uhitaji na una uwezo wa kumsaidia, huyo ni jirani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu akatoa tafsiri ya jirani. Jirani yako ni nani? Jirani ni yule ambaye unahitaji kumsaidia, au yule ambaye anaweza kukusaidia wewe ukiwa kwenye shida, huyo ni jirani yako. Sio yule mtu wa karibu. Unaweza kawa mtu wa karibu au mnaishi pamoja, lakini anakuchukia au anakufanyia mambo mabaya, huyo sio jirani yako. Jirani ni yule mtu ambaye anakufanyia mema, anakusaidia, anakutendea wema. Ukiwa na shida anakusaidia, ndio jirani. Kwa hiyo tafsiri ya jirani leo tutaka tuangalie jirani. Jirani wa mtu. Jirani wa mtu ni yule ambaye anakusaidia, au jirani yako ni nani? Ni yule ambaye ukikuta ana shida ukamsaidia. Na Yesu akamwambia alipojibu yule swali kwamba umeona kati ya hao watatu jirani wa yule mtu ni nani? Yule alipojibu kwamba ni yule aliyemhurumia, ndio akasema Yesu, na wewe kafanye hivyo utaishi. Kwamba ukimwona mtu anahitaji msaada, anahitaji kuhurumiwa, anahitaji huruma yako, huyo ndio jirani yako. Kwa hiyo usipomsaidia mtu ana shida, usipomsaidia mtu tayari hujafanya ujirani mwema, hujampenda Mungu, kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Ina maana usipompenda yule anayehitaji msaada, yule anayetakiwa kusaidiwa, usipomsaidia, ina maana umejichukia na wewe, kwamba jirani yako, unapompenda jirani yako ni kama unajipenda wewe. Sasa kwa nini anasema mpende jirani yako kama nafsi yako? Ni kwamba ipo siku na wewe utapata shida, na yeye akipenda kama nafsi yako atakuonea huruma, na yeye atakusaidia siku. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja sisi tulikuwa katika safari, tukaharibikiwa Mikumi mbugani pale katikati ya msitu, lakini kwa msaada wa Mungu wakatokea majirani, wakatusaidia, wakatuonea huruma, wakatusaidia, wakapaki gari watu. Mwingine alikuja amesema bila hela siwasaidii, lakini wakaja ambao hawahitaji hela, wakatusaidia, wakatumulikia pale usiku, wamewasha taa zao, silence zimekaa gari, wamewasha taa zao huku na huku, tukafungua tairi wakatusaidia. Baada ya hapo na sisi tena ikatokea watu wamepata ajali pale na pikipiki. Umeona? Kwa hiyo nikafikiria kwamba yule jirani alinipenda mimi kama nafsi yake. Kwa hiyo na mimi ile nafsi ile ikabidi kwamba na kama nilivyopendwa mimi, ikabidi nimsaidie na tuwasaidie na hao wenzetu. Kwa hiyo sasa kama nafsi yako ni kwamba unapopanda mema unajifanyia mwenyewe, ni akiba yako mwenyewe. Kama Waswahili wanavyosema wema ni akiba na ubaya ni akiba. Kwa hiyo unapomsaidia mtu unajisaidia wewe. Ipo siku
lile unalolifanya Mungu anakuja kulilipa kwa namna nyingine, atakulipa wewe. Lakini ukimfanyia mabaya mtu, au mtu anahitaji huruma yako, usimsaidie, na uwezo unao usimsaidie, na wewe siku itatokea utapata swala kama hilo, utakosa msaada. Kwa hiyo unapomsaidia mtu unajisaidia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jirani yako ni mtu yule ambaye anahitaji huruma yako, anahitaji msaada wako, anahitaji, amepita kwenye mambo magumu, hana namna, wewe una uwezo wa kumsaidia. Ndio jirani yako, hata kama mfahamiani naye, hata kama mmekutana inchi za mbali, hata kama mmekutana polini, lakini ukamwona anahitaji msaada wako, unamsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo ni hivyo tu, nitaka tujifunze tujue namna, maana ya jirani yako ni nani. Maana tumezoea kwamba jirani yangu ni yule mtu wa karibu yangu. Kumbe kuna tofauti ya mtu wa karibu, nearest, na neighbor. Mtu wa karibu na jirani. Jirani ni mtu ambaye anahitaji msaada, anahitaji kusaidiwa, au mmekutana popote, hata mfahamiani, hata nini. Ila mtu wa karibu yako mnafahamiana, anaweza kawa rafiki, mnashinda wote, siri zako anazifahamu na vitu, na Biblia ndio inasema kwamba adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwake, yaani mtu wa karibu yake ndio anayekufahamu siri zote, ndio adui yako. Lakini jirani ni mtu yule ambaye anaweza mmekutana tu, hata majina mfahamiani, na wakati mwingine wao hatuulizi jina lako. Ukitaka kuuliza labda jina, labda kwa ajili ya kumsaidia kwamba ujue ndugu zake na kina nani na nini, lakini cha kwanza unakuwa umeshatangulia kumsaidia katika shida yake. Huyo ndio jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikawa nashauri kwamba tuendelee kuwasaidia watu wenye uhitaji mbalimbali, kwa sababu unapofanya hivyo unakuwa unafanya kama nafsi yako, unakuwa kama unajisaidia mwenyewe. Siku nyingine ule wema unaopanda utakusaidia wewe. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaidie mtu mwenye uhitaji kama ungekuwa wewe umepita kwenye ile shida, ungetamani wakusaidiaje? Kama umepata ajali, ungetamani watu wakupite wanakuangalia, wakusachi, wakuibie, wakumalizie au wakuokoe. Ndivyo na wewe ukimkuta mtu mwenye aina hiyo, msaidie kwa staili hiyo. Ndiyo jirani yako. Ujirani ndio huo. Yesu alisema mpende jirani yako kama nafsi yako. Tuwapende watu wenye uhitaji, wenye shida mbalimbali, tuwasaidie kama nafsi zetu, ili kwamba tupate matunda mema katika Yesu Kristo. Amen.